Bana, baada ya vuguvugu ambalo pia linaendelea hivi sasa mitandaoni, na of course tumeshapiga story na Shamsa Ford, na tumeona sio mbaya tumtafute mume wake, na tumeona Shamsa anavyolalamika kwenye mitandao kwamba anataka talaka waweze kuachana. By the way, tumempata Mlilo upande wa pili, tuzungumze naye. So far imekuwa kuaje? Shamsa anataka talaka yake na nini? Mlilo, kwa ndugu yangu. Poa, niambie. Uko fresh? Niko poa. Pole au ongea? Unaona? Pole. Sawa, asante. Au wanaume ambiwaje pole? Wanaume ambiwaje hongera? Suna. Okay. Sawa, tumeona mitandaoni Shamsa Ford akilalamika kuhusiana na kutaka mwenyewe mwachani, kwamba ndoa yenu ife, na ameongea vitu vingi sana. By the way, pia umeviona na tuliona comment yako pale baada ya kupost ile ua jeusi, akaleta mpaka clip kalia na nini. Hem, tuambie kinaga ubaga hivi, shida sana milioni nini ndio na Shamsa? Shida ni nini jamani? Unajua kapo yenu ilikuwa inapendwa, tuliona mpaka Diamond siku aliwahi kuwasifieni ujue. Kweli. Sio nisemaje. Kwa nini unataka kujua shida? Na Watanzania wanataka kujua kwa sababu tumeviona vitu mitandaoni. Watanzania wanataka kujua kitu gani kinaendelea. Hamna shida kubwa, ila tu unajua asilimia nyingi mwanamke ukimpenda na akijua kama umempenda, huwa anajaribu kutumia ule udhaifu ambao wewe ulompenda ili kukuumiza tu. Na unajua siku zote katika maisha yetu dunia iko fair sana kwa mwanamke kuliko kwa mwanaume. Kwa naweza nikasema nifungue mdomo nizungumze nilicho nacho hata mimi. Dunia haiwezi kunichukulia mimi hivyo kwa sababu mimi ni mwanaume, na mwanaume hutaki kujieleza sana. Lakini kitu kikubwa ambacho kilichotokea ni hicho, na nafikiria sio sahihi sana kuzungumza kwa sababu sawa, inawezekana nimetoa talaka moja, lakini bado nahesabu ni mke wangu, na bado nahesabu kwamba kuna baadhi ya vitu vingi sana tumefanyana mimi na yeye ambavyo sio lazima sana mimi kuzungumza kwamba kuna hichi kwa sababu kuna kesho pia tuna watoto, naelewa vizuri. Kuna Terry, kuna Fania, wote wale ni watoto ambao wananiangalia mimi kama baba, kwa sababu sikuwa kwa Shamsa eti kwa sababu yeye ni star. Hapana, mimi nilikuwa kwa Shamsa kwa sababu ni mwanamke ambaye nampenda, alikuwa ni mwanamke wa ndoto yangu, na sijui niseme nilikuwa sio nini, kwa sababu mimi bado sijatoa talaka zote tatu na hesabu bado ni mke wangu. Yes, kwa hiyo siwezi kuzungumza hivyo vya ndani zaidi. Baadhi ya tumezungumza naye, na kwanza kwa nini umeamua kuondoka nyumbani? Yaani mwanaume unaondokaje nyumbani? Kwa sababu yeye ana watoto. Yes, kama ana watoto mimi siwezi kumwambia kwamba wewe ondoka nyumbani. Hapana. Mimi ndo natakiwa niondoke nyumbani kwa sababu yeye ana watoto. Na alitaka kuondoka, lakini mimi nikamwambia mimi ndo nitatoka kwa sababu wewe una watoto, na haiwezekani kwamba mimi eti kwamba uondoke kwa sababu ukiondoka lazima utaondoka na watoto. Watoto wangu waende wapi? Kwa sababu wale wote mimi ni watoto wangu, kwa ondoke waende wapi? Kwa mimi ndo nimetoka, na kama hivi mnavyonipigia ndo tuko hapa tunaongea hivyo. Yes. Shamsa mwenyewe anasema kwamba ulichokifanya wewe hawezi kukusamehe kwa sababu amekuambia mara kadhaa hausikii. Ni kitu gani hicho ambacho wewe umeambiwa sana hausikii, unakirudia mpaka mkeo anataka talaka tatu sasa? Dunia iko fair sana kwa mwanamke, lakini haiko fair kwa mwanaume. Utanielewa sana ili naongea. Naogopa sana kuongea maneno mengi sana kwenye interview kwa sababu interview zinaishi sana. Lakini ninachojua mimi zaidi ni kwamba makosa kwa mwanadamu yameumbiwa, kwamba kila mwanadamu anakosea, na sio kwamba tulishawahi kuishi kwamba yeye hajawahi kunikosea. Mpaka sasa hivi ananikosea. Mbona yeye anaenda kushinda saluni huko? Mbona alichosema Juma ni kweli? Sijui. Kila mtu waga na vitu vyake ambavyo mimi labda nilipomuoa yeye nilimkuta na washikaji zake na watu wake, lakini mimi na aina ya mfumo wangu wa maisha ambayo naamini huwa naishi katika hivyo. Kwa hiyo napomwambia kwamba usiende sehemu fulani alafu akawa ameenda, inawezekana anaenda si kwa ubaya lakini akaenda kwa uzuri. Kwa mimi kwangu inakuwa inanikata ile kwamba kwa nini umefanya hivyo. Kwa alichoandika Juma ni kweli kwamba swala la kwenda kwa Bonita anaenda kwa sababu kwenda club kuwa na vingasti. Kuwa na vingasti hapana.
hiyo kitu nakataa. Naweza nikasema ni uongo kwa sababu namjua. Shamsa si mtu ambaye anapenda kumlea mwanamke, kumlea mwanaume. Shamsa anapenda kuwa na mwanaume ambaye ni kamili, ambaye yule mwanaume ambaye anaweza kuhudumia familia, na ndio maana nikawa naye. Kwa sababu hata before sijawa naye nilikuwa na familia, kwa aliniona kwamba ni baba wa familia ambaye hivyo naweza nikahudumia familia. Kwa hiyo kuwa na vingasti uongo, hiyo nitakataa. Kwenda club ile, maana yeye anasema kweli club anaenda na wewe unaenda kumchukua, ni kweli? Anapenda muziki, anapenda muziki sana. Hivyo. Nafikiri tu ni hizo ni vitu vya kawaida ambavyo kosa langu mimi ambalo nilomkosea yeye siwezi kulizungumza kwa sababu unajua vitu vingine ni deeping sana ambavyo mimi nikizungumza naweza nikawa najikosea mimi ama naikosea ndoa yangu, na ndio maana mimi nimekataa kutoa talaka. Na umewahi kumpiga? Sana tu. Yeah. Mimi napenda hiyo. Unapenda kumpiga? No, mimi ni mtu ambaye napenda kwenye mahusiano kupiga, lakini sio ile namna gani, ila unampiga ukimkuta amefanya kitu ambacho umemkataza, au unapiga tu ili mradi? No, sasa kuna kukoseana, kwani wewe mwenyewe una mahusiano yako. No, yani kwenye mahusiano yako kuna mwanaume mwingine kwamba hawezi kukupiga, ila kuna mwanaume mwingine kwamba anaweza kutazama tu jicho akasema kwa nini umenitazama hivi, unajua hapo umekosea. Swala la kupiga of course hiyo niko hivyo, yani kwamba na tatizo hilo. Okay, unaweza ukaisema hapa ukawa labda una entertain, watu wengine wakaona kama una entertain kupiga mwanamke. Hili ni kosa kisheria. No, yani kwenye mahusiano kuna vitu kupiga, kuna ile kupiga paka unataka kumtaka kumuua mtu. No, yani kuna ile kwamba makofi mawili. Wewe kupigwa kwenye mahusiano yako. Kweli? Pole, akupendi. Kaida. Okay, kwenye post ya Shamsa aliyoposti wa Jeusi, wewe ulicomment kwamba mambo yako ya wivu unayaleta mtandaoni ya nini? Ulicheat? Ulichiti? Maana mambo ya wivu si mwanamke labda kwa anamsema. Na kwenye mitandao baadhi ya comment nyingi ambazo wetu tumeziona baada ya hivi vitu kwenda mitandaoni, inasemekana kwamba ndoa yako wewe na Shamsa ni wivu wa kimapenzi, kwamba wewe ni mtu fulani ambaye mara nyingi unakuwa unachiti sana ili kupata umaarufu. Hapana bwana, sio kweli. Mimi sio mtu wa kuchiti. Yes, mimi nikipenda napenda. Yaani mimi nikiwa katika sehemu moja na kwa sehemu moja. Nafikiri ni tatizo ambalo tukilizungumzia ni zito. Yes, ni zito, lakini sio kucheat. Yes, sio kucheat. Naye anajua kwamba mimi siwezi kumcheat. Swala la kucheat uongo. Na ndio maana tulipofikia kwenye kugombana nikaona hapa basi ngoja nimtulize akili kwanza, nikampa talaka moja kwanza. Yeye anataka zote. Mimi siwezi kumpa talaka zote. Sana mpa talaka zote kwa sababu gani? Wazo la talaka lilitoka kwako au kwake Shamsa? Maana yeye anazidai 3. Wewe unasema ulimpa moja. Ulianza wewe au yeye ndo alikwambia nipe talaka au ukaona umpe moja tu? Ukweli ni kwamba mimi ndo ambaye nilitoa kwanza. Kwa hiyo nafikiri afu ni temper tu kwa sababu namjua mwanamke wangu. Yes, ni temper tu ambazo alizonazo na kila kitu kitakaa sawa. Mimi siwezi kumwacha. Sasa namwacha naenda wapi? Mama vizuri. Wewe kumwacha, unamwachaje mwanamke ambaye unampenda? Kwa namna yoyote tu ile. Na ndilo mmekuwa mara kwa mara inatokea kwa maana kwamba mnagombana, mnaachana na hamvipeleki vitu mitandaoni, yani public. Mahusiano kukoseana kupo. So, kwa maana kwamba kama hivi ambavyo mmegombana wewe umeondoka nyumbani. No. Haijawahi kutokea. Kawaida, yani zinatokea tu zile za kawaida tu kwamba tuna hivi kwamba, lakini kugombana kwamba sijui. Kwanza sisi sio watu ambao tunapenda kushirikisha mambo yetu watu. Na ndio maana ukijaribu, watu wengi walipokuja kuliona ile jambo wameliona kama liko serious kwa sababu hatupendi kuongeaga vitu vyetu. Yani sisi ni watu ambao nafikiri tunamaliza mambo yetu mara nyingi sana kitandani. Na moja kati ya kitu ambacho kinachotufanya tumalize sana mambo yetu kitandani kwa sababu si ni marafiki sana. Sielewi kwa nini hichi kimetokea hivi, lakini kuna kila sababu. Kuna sababu. Unajua pia maadui ni wengi. Sio kila mtu anapenda uhusiano letu. Tunakutana na watu wengi ambao hawapendi sisi tupendane. Mimi na Shamsa tumepita katika misukosuko mingi sana ambayo mimi naenda tunajua tumepitia wapi. Ni nini ambacho tumewahi kufanyiana katika maisha yetu. Inawezekana nilishawahi kuwa na mahusiano ama yeye alishawahi kuwa na mahusiano ambayo ni makubwa, lakini mahusiano yetu sisi ni makubwa zaidi na tumefanyiana vitu vingi ambavyo ni vikubwa zaidi kwa muda ambao tulokuwepo mpaka sasa hivi. Baadhi ya watu wakiona hii interview na tayari wengine washaanza kuongea, watasema utaki kumwacha Shamsa kwa sababu ndo anayekulea, kwa sababu wanasema kule dada anamwacha kijana kwa sababu pia amemlea sana.
Yaani wewe unalelewa na Shamsa. Hili jibu lao liko vipi? No, hapana. Mimi silelewi na mwanamke. Yes, yani mimi kulelewa na mwanamke hapana. Mimi ni kijana ambaye naipambana, ambaye naijua kesho yangu. Kwanza mimi siwezi kukaa na mwanamke ambaye anaweza kunilea. Yaani mimi nakaa na mwanamke ambaye anaweza kumiliki na hata kama ni shilingi 10 yangu nikitoka naye huko ambapo nilipo mambo yangu ya kushuti, nikija kwamba bwana mimi ninayo hii hapa. Sababu ili uwe mwanaume ni lazima. Sasa sawa, mimi nishasema huwa nampigaje makofi kwa mfano. Si ndio? Huwa nampiga makofi. Unampigaje mwanamke ambaye anaikulea? Tuongee ukweli. Yaani wewe mimi kwamba wewe umeona vijana wangapi wanaelelewa ambao wanaweza kule kunyanyua mkono akampiga mwanamke? Sasa mimi nafanya hicho kwa sababu najua kabisa ni wa kwangu na ninamiliki. Kwa hiyo mimi swala la kwanza yani kikubwa tu mnatakiwa muelewe. Na maana mimi issue za interview sikutaka kwa sababu najua haya mambo yataisha kwa sababu mimi siwezi kutoa talaka yani kwa namna yote, kwa kuroga, kwa kunini, vitu yani siwezi kwa sababu naamini kabisa kwamba hapa tumeconnect maneno kidogo. Tumefanya interview na Shamsa. Okay. Anasema unachoma sana ubani bwana. Inaonekana like kumbe hivi vitu ni vya kwako. Shamsa anasema mambo kuna nini? Kwa Kigoma wewe. Kwa nini? Ndio kasema hivyo? Amesema kwenye interview utaenda kumroga mpaka huko kwenu ili akurudie. Kwa nini ndio kasema hivyo? Kasema hivyo. Kwenye interview anasema yule Mlilo namjua mimi mambo kutiatia ubani. Kasema hivyo Mateo. Kweli hatuwezi kukudanganya. Kweli? Ikishindikana kawaida unaweza kutumia njia hiyo ya pili. Kwa sababu nampenda. Bado unampenda? Ingia kweli. Mimi bado nampenda, ndio maana siwezi kumwacha. Sasa kwa nini muache sasa yani? Yes, bado nampenda. Na katika interview yetu bwana, moja kati ya kitu ambacho tumekizungumza baada ya kuona haya mambo mitandaoni, kuna wale max zake wa zamani wanamsumbua sana kule sasa hivi. Ndio kasema? Anapigiwa sana simu, si ndio kina nayo mitego. Kwa nini sasa? Unatoa fursa mzee wangu, shauri zako. Hamna. Najua lazima atazungumza hivyo kwa sababu Shamsa ni mtu ambaye anapenda asikie kwamba unajua ni mtu ambaye anayekujua. Yaani anajua kuna neno fulani nikiambiwa mimi si short temper, lazima nitapanic, lakini najua hamna hicho kitu. Hamna. Unarudi lini nyumbani? Tarudi. Mpaka usamea. Mpaka usamea. Kwa nini yeye anambia kanisamee? Hajakusamea na hataki kukusikia kwa sasa. Anasema hataki kabisa tena, anasema yuko tayari yeye ndoa yake ife, anataka kuwa free. Na ule mkuta anajiweza, ukiondoka pia yeye atajiweza. Sawa, lakini mkuta hana mtoto wa pili na mimi nikampa mtoto wa pili. Kuacha kuwa mpenzi wake, mimi ni baba. Yaani mimi ni mwanaume ambaye nimempa mtoto baada ya miaka 12 nikampa tena mtoto. Kwa hiyo nafikiri ana zawadi yangu. Kuna muda tu akikaa tempa itaisha na kila kitu kitaenda vizuri. Mimi bado nampenda na siwezi kumpa talaka. Guess what? Najua Wema ni rafiki yenu wote na mmeona taarifa ya yeye kupata mtoto. Wewe ulikuwa karibu na wakina Wema sababu yake. Anasema hataki kukuona karibu na marafiki zake tena kwa sababu ushamalizana naye. Ushemeji haufi. Mwenyewe anasema wao hawana kawaida ya kuongea na mtu ambaye ameachana na rafiki yao. Sijajua. Sikiza, usimsikilize sana Shamsa akiwa na hasira. Nisikize mimi nachokuambia. Mimi unajua tumekaa mimi naye hatuna nguo. Kwa mimi ndo ninamuelewa na ambacho anachoambia. Kweli serious. Yaani akiwa na temper achana naye. Yaani hiyo vitu achana navyo. Tunapitia baadhi ya comments za wadau. Tunafahamu kwamba nyinyi ni watu maarufu na mindset ya wabongo wengi na mashabiki zenu wanasema kwamba labda pengine hii inaweza kuwa ni kiki, kuna movie inakuja. Tumemwona pia by the way pia Mwijaku naye amezungumza kwake, najua ile clip umeiona mitandaoni. Tunasema hii ni kiki sio na nini. Labda hii unaiwekaje? Wewe ni Jonas wa polygamy. Watu wamezungumza hivyo. Hapana, siko sawa, mnachekesha. Nini iko hivi? Mimi si msanii wa kiki. Na maisha yangu naamini kwenye talenti yangu ambayo nilionayo. Kwa hiyo kama ni kazi nzuri ambayo labda mimi nafanya kazi nzuri. Kwa nini niweke kiki kwa sababu ya kazi? Hapana, siko hivyo. Na wala siwezi. Kilichotokea ni kweli kwamba mke wangu
sana katika situation ambayo yeye aliniambia, ambayo hicho ni kitu ambacho yashazungumza sana na mimi kweli kukiacha imekuwa ni ngumu. Umeelewa vizuri hicho, kwa mara nyingi nakuwa namkosea. Kwa hiyo tumegombana, ikafikia hatua kwamba nikampa talaka moja, kwamba kumpima, na mimi ile talaka nilitoa kwamba kumuona kwamba hivi huyu yuko serious kweli, lakini kweli ameonekana yuko serious kwamba anahitaji hizo zingine. Kwa hiyo mimi siwezi kuweka kiki eti kwa sababu ya nani, eti niweke kiki kwa sababu ya Yusun na kazi, siwezi kweli serious. Ikitokea labda leo Shamsa kakaza kabisa kwamba bana, mimi sitaki kurudiana na Mlilo, sitaki kurudiana na bwana Hussein, sura yako utaiweka? Nitaweka Instagram, nitaweka kokote, nitaweka yani kwenye TV, nitaweka kokote, lakini kitu kikubwa ambacho kilichopo hatuwezi, yani mimi naamini hatuwezi kufikia huko kwa sababu kuna njia nyingi mbadala ambazo zilizopo. Mimi nyumbani kwetu ni Kigoma bro, na akili yangu hapa yenyewe naituni kwamba inawezekana nikaondoka pia, yani kwenda Kigoma, inawezekana hata usiku huu nikaondoka nyumbani. No, so Rozi, nataka niende nyumbani kwanza nikapumzisha akili kidogo. Nyumbani wao wanakuambiaje wazazi? Wananiambia njoo nyumbani, kama kuna tatizo yote njoo nyumbani. Okay. Hata nikikuonyesha message hapa kweli serious, wanakuambia kafanya nini? No, wananiita tu njoo nyumbani. Kama njoo tuyamalize nyumbani? No, wananiambia tu njoo nyumbani. Unajua sisi ni watu ambao tunaamini katika engo pia mizimu. Sikia Mlilo, ukigombana na mke wako lazima uende nyumbani? No, kwenda kusalimia nyumbani ni muhimu. Tunazungumzia situation iliyotokea sasa. Kwani Rojo, wewe uko upande gani? Uko upande wangu ama uko upande kwa ndugu yako? Na wewe uko upande gani? Uko upande wangu upo kweli? Mimi tunataka muwe sawa, kwa sababu mna mtoto. Kwa nini mjaniombea msamaha? Mmeniombea msamaha? Msamaha? Sasa tujue kosa ulilofanya, labda tuambie. Sasa tunataka tujue kosa lako ndo tumwambie Shamsa. Mimi nikampigia simu, namba yake ninayo. Najua. Umefanya nini sasa hivi tukakuombea msamaha? Au basi kwa sababu wewe hapa kupitia kamera zetu, naomba ukiri kosa, mke wangu nimekukosea, naomba unisamehe, naomba nirudi nyumbani. Unafikiri inaweza ikapunguza makali ya kwake? Inaweza ikapunguza. Ukimsamaha, ukimwomba mtu yoyote lazima akamda. Mwenyewe anaongea kama bado anakupenda na tumemuuliza hiyo. Yeah, of course najua. Yaani najua hilo kama ananipenda. Mama Fania ananipenda, najua. Yaani anaelewa. Nafikiri nitamwomba yeye msamaha mwenyewe. Wengine wanasema hii ni karma kwa Shamsa, kwamba alikuchukua kwa mwanamke mwingine au kwa mume. Ndio sijui sasa wewe ndo mwanaume. Mwanamke yupi niliibiwa mimi? Hebu acheni bana au mambo. Afu hao ni mambo ambao watu wanazungumza, mambo yaliyopita bana, mambo yashaendaga mbali sana. Mimi bana, huyu alinikuta mimi na situation zangu, mimi mwenyewe tumekutana, yeye mwenyewe alikuwa na situation zake za mahusiano yake. Karma ya nini kwanza? Hebu karma ya nini? Ushawahi kuiona kwamba hivyo? Wangesema mara Oswi umepoteza nuru siku moja tu baada ya of course. Yeah, ni kweli. Nuru kweli imepotea, sio kama ni uongo. Sasa unajua kila kitu mwanamke anakuandalia bana, hichi kwenda shooting nini. Kwa mfano yani vitu ni vingi. Ukipigwa wiki itakuwaje ndugu yangu? Siku moja tu ndugu pesa nuru hivi. Ongea na mashabiki zako bana. Ndio. Tuambie unaendeleaje, unajisikiaje? Niongee nao nini? Uongee nao, hata kuna watu wana wasiwasi. Unajua kuna watu walikuwa wanapenda ndoa yenu. Hizi habari za kwamba mmeachana na nini zinawaumiza mashabiki zenu. So ongea nao kuwatoa wasiwasi kama unavyojiamini kwamba tutarudiana. Ndio mashabiki zangu bana, mimi nimeachika. Mke wangu nilimpa talaka moja, anataka talaka zote 3, lakini mimi sitoi talaka zote. Yes, kwa hiyo kikubwa tuendelee maombi, nafikiri kila kitu kitakaa vizuri. Si ndio? Yes, kila kitu kitakaa vizuri. Kwa hiyo kila kitu kinapita. Kila la kheri. Mbona kulia sasa? Mbona kulia? Of course sijala mpaka sasa hivi. Pole. Unakukupikia. Kula ndo shida kubwa. Pole. Pole.